Nichukue nafasi kukukaribisha katika wakati huu ambapo Mungu wetu amekuwa mwema akitupatia ulinzi maishani mwetu, na kwa hivyo hatuna la kujisifu. Kikubwa ambacho tunaweza tukajivunia kwamba Yesu alikuja kafa na kuichukua aibu yetu. Kwa hiyo kafara yake ni hakika na hatuna mashaka na kafara yake, kwa kuwa hakufa nusu, alikufa kikamilifu. Katika siku ya leo tutaangalia katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 2 na ule mstari wa 8 hadi mstari ule wa 11. Tumesema ndani ya wakati huu tutaangazia kitabu chote cha Ufunuo, lakini tukiangazia angalia sana tukijikita katika kila kipengele kwa umuhimu wake. Na leo tutaangazia katika kanisa lile la Smyrna kutoka mstari wa 8 hadi mstari wa 11. Ni kualike ya kwamba umwalike Roho Mtakatifu akufundishe na kuelewa kitabu cha Ufunuo. Ni kitabu chenye dira kwa Mkristo, kinachoonesha namna ambavyo tunahitaji kusafiri katika wakati huu tunaoishi. Ninaamini ya kwamba utabarikiwa, ninaamini ya kwamba hautajuta kukisoma kitabu cha Ufunuo, maana ni kitabu chenye mafunuo kama jina lake lenyewe lilivyo, ufunuo. Bwana akupe ufunuo katika masomo haya. Usikose kuendelea kujifunza ujumbe kutoka katika kitabu hiki cha Ufunuo, na Mungu atusaidie. Na tuombe tunapoanza somo hili la leo. Litukuzwe jina lako Mungu wetu, kwa kuwa wewe ni mwema, fadhili zako ni za milele. Tunakutukuza wewe pekee katikati ya miungu ya dunia hii. Tunakushukuru kwa kumtuma Yesu kuja kuichukua aibu yetu. Asante kwa kutupatia mafunuo kutoka katika Biblia. Tunakushukuru kutupatia vitabu hivi, kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo. Baba, unapotufundisha kuelewa jumbe zako za ufunuo, Baba, fungua akili zetu na bongo zetu tuweze kuelewa muktadha muhimu unaokusudia kwa maisha yetu. Toka kizazi na kizazi umeendelea kuwatumia watoto wako, manabii wako, kutuelekeza mambo ya husio wakati tunaoishi na wakati tunaoendea. Asante kwa kuwa ujumbe wako ni yakini. Hakuna Yesu lolote katika maisha yetu ambalo hukutujulisha. Endelea kutujulisha siri zako, na kwa wakati huu tunapoendelea kusoma kitabu hiki cha Ufunuo, Baba, fungua yale yaliyofungwa tunayadhani ya kwamba yamefungwa, hayaeleweki. Ninaomba haya nikiamini na kushukuru kupitia jina lako, jina lipitalo kila jina, jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu sana katika somo la siku ya leo. Basi neno la Mungu linasema kutoka kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 2 na ule mstari wa 8. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Smyrna andika, haya ndiyo anenaye yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekuwa amekufa kisha akawa hai. Mstari wa 9. Najua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Najua na matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi, nao sio, bali ni sinagogi la Shetani. Mstari wa 10. Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo Ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Yeye ambaye Roho ayaambia makanisa, yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Kanisa la Smyrna na ujumbe wake. Hapa tukianzia na utambulisho wa kanisa la Smyrna katika maono ya Yohana. Kanisa hili lilikuwa katika mji mmoja unaitwa Smyrna, ambao leo ni Izmir, ambapo ni huko Uturuki. Historia inazungumza ya kwamba Smyrna ilikuwa ni mji mmoja ambao ulikuwa ni tajiri, tena mji wa kibiashara, na uliokuwa mwaminifu sana katika dola ya Roma. Walikuwa waaminifu sana watu hawa. Kulikuwa na ibada ya kumwabudu Kaisari. Kaisari huyu alikuwa akifanywa ibada. Kwa hiyo sasa Wakristo walipokuwa kikataa kumwabudu Kaisari, walionekana kama waasi. Kwa hiyo mateso yakawa makali sana. Kwa hiyo Yohana alipokuwa anapewa maono ya kuandika ujumbe kwa kanisa la Smyrna, kwa hiyo kulikuwa kumeambatana na ujumbe wa kuatia moyo. Hivyo ujumbe ulikuwa unatoka katika mazingira ya mateso. Kwa hiyo wao wapate faraja katikati ya ile changamoto. Tukianzia mstari wa 8, tunaona utambulisho wa Kristo ukianzwa kutambulishwa. Haya ndiyo asemayo yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekuwa amekufa akawa hai.
Uchambuzi wa kitolojia unazungumzia kwamba Yesu Kristo anajitambulisha kwa njia 3 kuu muhimu katika mstari ule mmoja tu wa kwanza, kwamba yeye ni wa kwanza na wa mwisho, Alfa na Omega. Ana mamlaka juu ya historia yote milele zote. Kwa hiyo hawapaswi kuogopa chochote kitakachotokea katika maisha yao. Lakini pia alikufa, anaelewa mateso yao binafsi. Licha ya kwamba yeye alifanywa dhihaka, akauawa, akafa, yeye ni Alfa na Omega, ni mwanzo na mwisho. Alishinda kifo na kaburi, akaishi tena. Ana ushindi juu ya kifo. Kwa hiyo hapa kuna ujumbe, hata kama tutakufa kwa ajili ya imani, kifo si mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 9, hali ya kanisa inazungumzwa hapa kwa upana zaidi. Najua dhiki yako na umaskini wako, lakini wewe utajiri. Maana ya kina iliyozungumzwa hapa, ninachokiona, najua dhiki yako. Kipengele cha kwanza, Mungu anajua dhiki zetu. Neno la Kigiriki hapa leo kufasiriwa hapa, neno dhiki, najua dhiki yako, ni thlipsis. Thlipsis tunasema ni shinikizo kali au mateso ya kubanwa kikamilifu, yani unabananishwa kweli kweli. Thlipsis tunasema Wakristo hawa wa Smyrna walibanwa kwenye mambo makubwa 3. Jambo la kwanza, waliteswa kijamii. Jambo la pili, waliteswa kiuchumi. Lakini jambo la 3, waliteswa kimwili. Lakini kipengele B katika kuchambua kwa kina, anazungumza hapa umaskini wako. Anajua umaskini, lakini wewe utajiri. Unajua walinyimwa ajira watu wa Smyrna katika biashara kwa sababu ya imani, wakanyimwa fursa ya kufanya kwa upana. Mzunguko wao wa kibiashara ukawa ni mdogo, lakini pia ajira wakawa hawawezi kuajiliwa kwa sababu ya ile misimamo yao ya imani. Lakini kiroho walikuwa matajiri. Jamani, Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa hapa kuna kanuni muhimu sana za kibiblia lazima tujifunze kupitia fungu hili la 9. Utajiri wa kweli si wa kimwili. Wakati mwingine tunatafuta pesa katika dunia hii, lakini tumesahau ya kwamba utajiri wa kweli si wa kimwili, bali ni wa kiroho. Katika kipengele hiki tunaona walikutana na Wayahudi wasio Wayahudi, sinagogi la Shetani. Hii haimaanishi kwamba Wayahudi wote, inarejelea kundi lililo wasaliti wa Kristo kwa mamlaka ya Roma. Walikuwa na mchanganyo mkubwa sana, hata ambavyo leo tunaishi kwenye kanisa ambalo kuna watu waliojiingiza kwa siri ndani ya kanisa. Kwa hiyo Smyrna nao walikutana hiyo changamoto. Kwa hiyo kiroho watu wa dini wanaweza kuwa kinyume na sisi, kinyume na Mungu, ikiwa wanapinga kweli. Kwa hiyo tusishangae mambo yanayotokea katika kanisa. Na mstari ule wa 10 tunaona onyo, lakini pia kuna faraja. Usiogope mambo utakayoteswa, utakuwa na dhiki siku 10, uwe mwaminifu hata kufa. Haleluya. Hapa tunaona vipengele kadhaa kama viwili. Usiogope. Hofu ndio silaha kubwa ya mateso. Hatutakiwi kuogopa chochote mbele yetu. Ukiogopa, Shetani atakunyang'anya ushindi wako. Ibilisi atawatupa magerezani. Sehemu ya 2. Shetani anaonekana kama chanzo cha mateso, lakini ingawa hutumia mifumo ya dunia, Shetani huwa siku zote haonekani katika macho ya kawaida. Anatumia mifumo ya kiserikali, anatumia ufalme, anatumia mamlaka. Mwisho kabisa tunaona katika vipengele muhimu katika fungu hili la 10 tunaona una siku 10, neno siku 10. Tafsiri ziko 2 hapa. Tunaoneshwa kipindi kifupi cha mateso, siku 10. Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu magerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Tafsiri ya kwanza ya siku 10 ni kipindi kifupi cha mateso. Ya pili ni alama, mateso yenye kikomo, sio ya milele. Kwa hiyo hii ilikuwa ni alama ya kuonesha kwamba watapitia changamoto, lakini wasiwe na hofu. Na jambo lingine, walitakiwa wawe waaminifu hata kufa.